Unashangaa kwa nini watu wenye akili, elimu na ujuzi bado hufanya maamuzi mabaya? Ukweli ni kwamba akili pekee haitoshi. Kuna kitu kingine kinachoendesha maisha yetu bila sisi wenyewe kujua. Moja, confirmation bias, yaani tunapenda kuthibitishwa, sio kurekebishwa. Watu wengi huamini kwamba maamuzi yao yako sahihi, lakini ukweli ni kwamba tunapenda zaidi kusikia kile kinachoungwa mkono na kile tunachokiamini tayari. Akili inapenda uthibitisho na sio kupingwa. Mfano rahisi. Unataka kuanzisha biashara fulani. Badala ya kusoma taarifa zote, unatafuta tu video, watu au maandiko yanayosema hii biashara inalipa. Unapuuzia taarifa za kina zinazoonyesha hatari au changamoto ya biashara hiyo. Mwishowe unachukua maamuzi kwa kuongozwa na matakwa ya watu au kile ulichokisikia na sio uhalisia. Huu ndio mtego wa watu wengi wanaoonekana wajanja lakini wanaharibikiwa kwa maamuzi yasiyo na mizani. Hisia zinavyoteka maamuzi ya mtu. Maamuzi mengi hutokea kabla hatujafikiria, yaani unconscious decision making. Hofu, presha ya jamii na upweke vinachukua nafasi ya kuwa sababu ya maamuzi yetu. Tulichowekeza kinatusukuma kuendelea hata kama hakina tija. Huu ni mtego unaowatesa watu wenye akili na uwezo mkubwa. Wanafikiria kwa kuwa wametumia muda mwingi hawawezi kuachana na jambo hilo. Hii inaonekana ni sababu ya msingi, lakini kiuhalisia ni hisia. Mfano, uko kwenye mahusiano yasiyo na amani, lakini unasema, nishavumilia miaka 5, siwezi kuanza upya. Hiyo sio sababu inayokutawala, ila ni hofu ya kuanza upya. Akili yako inaelewa ukweli, lakini moyo ndio unaofanya maamuzi. Unalazimisha hali isiyofaa kwa sababu ya muda uliopita. Hapo ndipo makosa makubwa yanapozaliwa. Overconfidence trap, yaani kuiamini sana akili yako hukukosesha mwanga. Watu wenye akili kubwa huwa na tatizo moja, kuamini kwamba wao huwa hawakosei. Na tatizo la mtu anayeamini mimi siwezi kukosea ni kwamba hataki kusoma, hataki kushauriwa, hataki kuangalia upande mwingine. Mfano, mtu anapewa ushauri kuhusu pesa au mahusiano, lakini kwa sababu ana elimu au ana historia ya kufanikiwa, anajiona yuko juu ya makosa. Anapuuzia ishara ndogo ndogo, halafu akiporomoka, hasara huwa ni kubwa kuliko wale watu wa kawaida. Hisia ya mimi najua inafunika mantiki ya bado naweza kujifunza. Loss aversion, yaani hofu ya kupoteza inashinda hamu ya kupata. Ubongo wa mwanadamu umeundwa kukimbia hasara kuliko kukimbilia nafasi. Ndio maana hata mtu mwenye akili anashindwa kufanya maamuzi mazuri kama kuachana na biashara inayokufa, kumwacha mtu anayemuumiza, kusema hapana kwenye mikataba mibaya, kuchukua hatua mpya yenye riski ndogo. Mfano, watu wengi wanakaa kwenye kazi mbaya kwa sababu wanaogopa kupoteza mshahara wa mwezi. Hawatizami nafasi mpya, wanatawaliwa tu na hofu. Hii hofu hutubana zaidi kuliko tunavyofahamu. Hata mtu mwenye uelewa kabisa akipata hasara, akili yake inavurugika. Hisia ndizo zinazoendesha maamuzi kabla ya mantiki kufika. Ukitaka ukweli mchungu, maamuzi mengi tunafanya ndani ya sekunde chache kabla hata hatujafikiria hasara zake. Ubongo wa mwanadamu umeundwa kuwa na sehemu mbili. Sehemu ya hisia, yaani emotional brain, hii sehemu yenyewe hufanya maamuzi haraka. Sehemu ya mantiki, yaani logical brain, hufika baadaye. Hivyo unajikuta unanunua vitu kwa hasira, unasema maneno ya kuumiza, unakubali ahadi mbaya, unakataa fursa nzuri, unafanya makosa makubwa ya pesa au unarudi kwa mtu aliyekuacha. Si kwamba hujui, ni kwamba hisia ziliamua kabla wewe haujafikiria. Hitimisho. Ukweli ni kwamba huwezi kuondoa hisia kwenye maisha yako, lakini unaweza kujifunza kuzidhibiti. Na hapo ndipo mantiki inapoanza kufanya kazi.